Hii ni sehemu ya 6 ya simulizi ya Nyuma ya Pazia. Katika sehemu iliyopita, tuliona kwamba Ramlat amekwisha rudi nyumbani baada ya mazungumzo baina yake na mama mkwe. Niliishi ndani ya nyumba ile kwa miezi kadhaa bila kuwaonesha kuwa nimegundua lolote kuhusu wao. Nilijifanya mjinga tu ili nizidi kujua madhaifu yao. Kingine nilichogundua ndani ya jumba lile ni kwamba kuna baadhi ya wafanyakazi walikuwa ni vibaraka wao, lakini kuna wachache ambao bado walikuwa na ukumbuka wema na ukarimu wa mama mkwe wangu. Miongoni kati ya wale waliokuwa bado na ukumbuka wema wa mama mkwe wangu na kumpenda sana ni yule binti aliyekuwa akimtupia chakula kupitia dirishani. Jina lake ni Jasmini. Kiukweli, mimi mwenyewe nilimpenda binti huyu na niliishi naye kwa wema. Binti huyu alinieleza mambo mengi sana yaliyokuwa yanatokea ndani ya jumba hilo katika kipindi cha nyuma. Alinieleza jinsi bi mkubwa alivyokuwa anawanyanyasa, na kuna kipindi alikuwa hawalipi kabisa mshahara, na yeyote ambaye alikataa kuwa kibaraka wake basi alifukuzwa kazi. Lakini kama tujuavyo, wema hauozi. Yale yote mazuri ambayo wamewahi kutendewa na mama yake Jamali hawajayasahau, na hiyo ndiyo sababu inayofanya wampende mama Jamali. Hatimaye Jamali alifanikiwa kuuteka moyo wangu, kwani hapo mwanzo nilipanga kuigiza kama nampenda vile, ila sikuwa nampenda. Lakini kutokana na moyo wake, ukarimu wake na jinsi anavyoishi na watu vizuri ndani ya jumba lile, nikajikuta nimetokea kumpenda sana mume wangu Jamali. Siwezi kusahau usiku wa kwanza tuliokutana kimwili kama mke na mume. Usiku ule ulikuwa ni usiku wa maraha, kwani mchana wa siku hiyo Jamali alinitoa out, tukaenda kula bata. Kisha usiku tuliporudi nyumbani, nilikutana na bonge la surprise, kwani chumba chetu kilikuwa kimepambwa vizuri sana, na ukutani nikakutana na maneno yanayosomeka: ajali huwa zinatokea, kuna muda nateleza, kuna muda najikwaa, na kuna muda naanguka kabisa. Lakini yote hayo mimi sijali, na kwa sasa ndo sijielewi kabisa, kwa sababu nimejikwaa na kuliangukia penzi lako. Nakupenda sana mke wangu Ramlat. Asante kwa kuja kwenye maisha yangu. Kiukweli maneno hayo yalinitoa machozi. Nilikuja kujishtukia tu nipo kwenye mdomo wa mume wangu nikizinyonya lipsi zake laini. Na naomba nikiri ya kwamba kwenye huo usiku wa kwanza tuliokutana kimwili kama mke na mume, ndio siku ambayo penzi la kweli kati yetu lilizaliwa rasmi. Tuliingia bafuni pamoja na tukaoga pamoja, na baada ya hapo tulielekea kitandani. Jamali alifurahi zaidi baada ya kunikuta na usichana wangu. Kwa sauti ya kunong'oneza akaniambia, "Oh, kumbe wewe bado bikra. Asante kwa kunitunzia." Kisha tukazima taa. Siku kadhaa baadaye nilikuwa nipo na mama Omari tukipiga umbea, lakini mawazo yalinichukua kidogo, nikawa mbali kifikra. Mama Omari alinifinya kunishtua, na kweli nikashtuka. Huyu amekuwa ni mtu mwingine wa pekee ambaye ni rafiki yangu ndani ya jumba hili, kwa sababu naye amekuwa akipitia mateso kutoka kwa bi mkubwa pamoja na mdogo wake ambaye ni mama Nasibu. Mume wa mama Omari alikuwa ni moja kati ya mabosi waliokuwa wakizisimamia sheli za mzee Othman, na mama Omari alinieleza jinsi ambavyo mara zote walikuwa wakimsema ya kwamba hampendi mumewe, bali kilichomfanya aolewe naye ni utajiri wa kaka yake ambaye ni mzee Othman. Tangu wakati huo, kipindi pekee ambacho mama Omari alikuwa akiishi kwa amani ni kipindi ambacho mumewe yupo maeneo hayo. Lakini baada ya mumewe kuondoka tu, atatumikishwa ndani ya jumba hilo ilhali wafanyakazi wa ndani wapo. Baada ya kunifinya, mama Omari akaniuliza, "Unawaza nini wewe?" Nami nikamwambia, "Nimetokea sana kumpenda Jamali. Yaani muda wote namuwaza, hanikauki kabisa akilini mwangu. Oh jamani mapenzi." Nilimjibu hivyo huku nikitabasamu, na mama Omari akaniambia, "Oh, hicho ni kitu kizuri, na inabidi mpate muda mwingi wa kuwa pamoja. Nyie wote bado ni wadogo, mnapaswa kuenjoy sana mapenzi yenu." Na mimi nikamuuliza, "Vipi kuhusu wewe? Unajisikiaje?
kuona ya kwamba unampenda mume wako kiukweli, lakini watu wengine wanahisi ya kwamba ulimpendea mali tu. Mama Omari akaniambia yeye ndo alianza kunipenda na baadaye mimi ndo nikamfia mazima. Nilikuwa nampenda sana mume wangu, lakini kwa sasa sina mapenzi yoyote ndani ya moyo wangu. Kitu pekee nilichobakia nacho ni jinsi tu ya kusurvive na watoto wangu 3 ndani ya jumba hili, lakini pia ni kwa namna gani tutafanikiwa kutoroka haya mateso, kwa sababu hili jumba ni kama kuzimu vile. Baada ya Mama Omari kuniambia hivyo, nikamuuliza kwa nini, naye akaendelea, kabla hatujaja hapa tulikuwa ni familia yenye furaha sana. Haijalishi tulikuwa na kipato kidogo kiasi gani, lakini nilihakikisha mume wangu anajiona kama mfalme vile. Sikuwahi kumdhihaki kwa namna yoyote hata siku moja. Niliridhika na yote tuliyopitia. Mzee Othman alipojenga jumba hili, akatualika tuje kuishi pamoja naye. Na kiukweli, tukaamini ya kwamba huo ndo mwisho wa sisi kuishi maisha ya dhiki. Kwani mume wangu hatosumbuka tena kuwaza kuhusu ni nini tutakula kama ambavyo alikuwa anatuhangaikia. Lakini tulipoingia ndani ya jumba hili sasa, mambo yakawa tofauti kabisa. Kwani humu kila kitu ni fake. Ukimwona mtu anatabasamu, basi ujue ni tabasamu fake. Ukimwona mtu anajifanya kwamba anakupenda, basi ujue huo upendo wake nao ni fake. Maombi yangu kwa sasa ni Mungu atuwezeshe tu kurudi kwenye yale maisha yetu ya zamani. Yaani hata watoto wangu wenyewe kila siku wananiuliza, mama, ni lini tutarudi kwetu? Mama Omari alinieleza yote hayo akiwa ni mwenye huzuni sana, na mimi nikamwambia, vipi kama mambo yote haya yakabadilika kwa uzuri tu? Vipi kama tukianza kujitengenezea maisha ambayo yatatufanya tupate tabasamu la kweli, lisiwe fake? Na hata kama ni upendo, uwe upendo wa kweli, sio wa kuigiziana. Nadhani hatuwezi kuanza kujijengea kesho ambayo itatufanya tusiwe na hofu pindi tunapolala ya kwamba siku inayofuata ni jambo gani linaweza kutukuta. Vipi kama mambo yote yaliyopo nyuma ya pazia tukayasawazisha na kukawa shwari? Vipi kama ile furaha ambayo mzee Othman alitamani kuiona kwetu sote, sisi ndo tukahakikisha furaha hiyo inapatikana? Mama Omari akaniambia, hizo ni ndoto Ramlat, hizo ni ndoto. Mzee Othman mwenyewe alikuwa anatamani sana mambo yawe hivyo, lakini ilifika kipindi ambacho akajiona kabisa hawezi kumcontrol mke wake mkubwa wala mabinti zake. Nadhani ya kwamba kifo cha mzee Othman ni cha kupewa sumu tu? Ni zaidi ya hapo. Kama asingekuwa mtu wa ibada yule, yangemkuta mengi makubwa, kwa sababu ilibaki kidogo tu angepooza mwili mzima. Lakini yule mzee alikuwa na imani kubwa sana. Alikuwa anatoa sadaka mara kwa mara, na hilo lilimsaidia kupata chochote alichokiomba kwa Mwenyezi Mungu. Ramlat, hili jumba ni zaidi ya hayo unayoyajua. Yaani siku nikipata nafasi ya kutoka ndani ya jumba hili, sintokaa nirudi. Hivi, wewe unadhani ni kwa nini mpaka leo huyo Nahida pamoja na Nadra hawajaolewa? Ni kwa sababu ya tamaa. Wanataka mali zote za marehemu baba yao ziwe chini yao. Huyo mume wako huyo yupo kwenye vita nzito sana, kwani wanamuinda na muda wowote watamdondosha. Ramlat, uko hapa kama mke wa Jamali kwa ajili ya kumsapoti. Muombe sana kwa Mwenyezi Mungu. Unawezaje kuwa mke wa mwanasheria bila kujua jinsi ya kumwombea mumeo asije akapata kesi ambayo ikapelekea yeye kufungwa? Ama unawezaje kuwa mke wa daktari bila kujua jinsi ya kumwombea mumeo asije akaua mtu kwa mikono ambayo kazi yake ni kuokoa maisha ya watu? Unapopata nafasi ya kuwa mke, basi jua ya kwamba wewe ndio ufunguo wa mafanikio ya mume wako. Mume wako atakuwa kiongozi mzuri sana kama wewe ukisimamia nafasi yako kama mke vyema. Nyuma ya kila mwanaume mwenye mafanikio kuna mwanamke ambaye anamsapoti kwa kila hali na kumwombea sana kwa Mwenyezi Mungu. Maneno hayo mazito kutoka kwa Mama Omari yalifanya mwili wangu ukasisimka. Nami nikamwambia, asante sana kwa ushauri wako. Na kiukweli ni rahisi kuwa mke, ila sio kazi rahisi kuyasimamia majukumu yako kama mke. Wengi wetu huwa tunajiandaa kwa ajili ya harusi tu, lakini hatujiandai kabisa
na yale yanayokwenda kutokea baada ya hiyo harusi, yaani maisha baada ya hapo. Kinachokufanya wewe kuwa mke ni jinsi unavyoyabeba majukumu ndani ya nyumba yenu wewe na mumeo. Baada ya mimi kuzungumza maneno hayo machache, Mama Omari akaniambia, una busara sana Ramlat. Mume wako ana bahati sana kukupata. Sasa mbona umejiweka hivyo? Yaani upo tu kama mjinga fulani vile. Ikabidi nimuelezee. Kwa wajinga wote ambao wanadhani ya kwamba mimi ni mjinga, wanapaswa kujua ya kwamba mtu mwenye busara huwa anawaza kwanza madhara ya jambo ambalo atalifanya pale anapotaka kulipa kisasi. Naendelea kujipa muda. Kama mwanamke, ukiolewa katika nyumba yoyote ile, ni lazima tu kuna mtu mmoja hamtokuwa mnapatana kabisa. Anaweza akawa ni baba mkwe, anaweza akawa ni mama mkwe, shemeji, wifi, na kuna muda hata watu baki tu ambao hawahusiani kabisa na mumeo. Na pamoja na yote hayo, hizo changamoto unazokumbana nazo ndizo zinazokufanya wewe kuwa mke. Vazi la ndoa sio gauni na shela. Vazi la ndoa maana yake ni ukuaji, majukumu, uvumilivu, kupenda na kujali, kusamehe na maumivu pia. Baada ya maelezo yangu hayo, Mama Omari akasema, huko baadaye kijana wangu wa kiume akioa, natamani sana apate mke mwenye akili kama zako. Namuombea sana mwanangu, na nitafurahi pia nikimpata mkwe wa aina yako. Na hata kama asipokuwa hivyo, nitamfunda mpaka awe kwenye njia ambayo upo wewe. Hakika wewe ni mke mwema. Tulistopisha maongezi yetu baada ya kusikia bi mkubwa ananiita. Mama Omari akaniambia, yule shetani anakuita, hebu fanya uende haraka huko. Na mimi nikamwambia, hamna shida, naenda, lakini kwa sasa umefika muda wa wao kuicheza ngoma yangu. Yaani watajua hawajui. Nilikwenda alipo bi mkubwa ili kumsikiliza, na akaniambia, we ni kiziwi? Ina maana ulikuwa husikii muda wote huo nao kuita? Bi mkubwa alisema hivyo kwa hasira, na kwa sauti ya upole nikamwambia, samahani mama, nilikuwa napanga nguo za mume wangu kabatini, kwa hiyo sikuweza kukusikia. Kwa sauti ya kufoka bi mkubwa akasema, wewe ni mpuuzi sana. Sasa hizo nguo za mumeo mimi zinanihusu nini? Utakaposikia sauti yangu nimekuita, hata kama upo na mumeo kitandani mnashiriki tendo la ndoa, unatakiwa kuacha mara moja na kuitikia wito wangu. Umenisikia? Baada ya kauli hiyo ya mama mkwe, nikamwangalia usoni na kumwambia, sawa mama, umeniitia nini? Na yeye baada ya kuona nimemkazia macho, akasema, hebu muoneni huyu binti anavyoniangalia. Utakuwa ni mchawi wewe, sio bure. Sasa ngoja nikwambie kitu. Kama hutokuwa mnyenyekevu kwangu, nitahakikisha unalia na kusaga meno ndani ya hii nyumba, na utajuta ni kwa nini ulikubali kuolewa na Jamali. Mpuuzi kabisa wewe. Kwa ujasiri wa hali ya juu, nikiwa bado namwangalia usoni, nikamwambia, sawa mama, nimekusikia yote uliyosema, lakini bado hujaniambia umeniitia nini? Huku akipiga makofi na Hida akadakia, aha, sasa naona mtumwa amegeuka kuwa bosi. Na mimi nikarudia kuuliza, tafadhali mama, umeniitia nini? Kwa jinsi nilivyokuwa nimemkazia macho bi mkubwa, nilimsoma. Hata mwenyewe alipata hofu, na kwa sauti ya kutetemeka akasema, nenda jikoni kaandae chakula cha usiku. Hicho ndicho nilichokuitia. Usiniangalie hapa kama unanijua vile. Nilitabasamu na kimoyomoyo nikajisemea, sintokufokea, ila kwa kitu nitakachokufanyia hakika utonisahau maisha yako yote. Nilienda jikoni na nikaandaa chakula cha usiku, huku nikisaidiwa na Jasmine ambaye aliungana na yule mfanyakazi ambaye alikuja kuniamsha siku ile. Jina lake ni Habiba, na yeye pia aliokotwa huko mtaani tu na Jamali mwenyewe. Jamali alimwomba baba yake wamsaidie binti yule, lakini bi mkubwa alikataa na akataka binti yule afanye kazi ndani ya nyumba ile kama mfanyakazi. Na kutokana na hilo tu, binti yule alishukuru sana, kwa sababu angalau sasa amepata mahali pa kuishi. Usiku wa siku ile, mume wangu Jamali alirudi nyumbani. Nilimkumbatia na kumbusu na kumpokea mizigo yake. Bi mkubwa pamoja na mabinti zake waliendelea kumuonesha tabasamu bandia bila yeye mwenyewe kujua.
Na bi mkubwa akasema, karibu mwanangu, siku yako ilikuwaje? Jamali akajibu, mimi niko sawa mama, natumai nyie pia mnaendelea vyema. Nahida naye akadakia, kaka yangu, unapambana sana. Nafurahi kuona ya kwamba wewe ndio umechukua nafasi ya baba. Jamali naye akamwambia Nahida, kupambana muhimu dada yangu. Asante kwa kuliona hilo. Vipi hali yako wewe? Huku akitabasamu, Nahida akajibu, naendelea vizuri kaka yangu kipenzi. Na kwa kuwa wewe afya yako ni njema, basi nami pia nina amani. Nilikuwa nawaangalia tu jinsi wanavyojidanganya na nikawaza, laiti kama mume wangu Jamali angejua ni jambo gani hawa mabaradhuli wanalomwazia, asingethubutu kucheka nao. Kwenye maisha yangu nachukia sana watu wenye sura mbili. Yaani kama wewe ni adui, onesha uadui wako waziwazi. Katika hii dunia, mtu hatari na wa kuogopwa zaidi ni yule adui ambaye anajifanya kuwa rafiki, kwani muda wowote anakuchoma kisu cha mgongo na atatumia udhaifu wako kuhakikisha ya kwamba anakudondosha. Aina hii ya watu kwenye maisha hawatofurahia kabisa wakikuona unapiga hatua. Tena mbaya zaidi, uwazidi wao. Wataanza kutafuta chanzo cha mafanikio yako, kwa sababu mara zote huwa hawaamini kama nawe unaweza kufanikiwa. Sasa ili wasijue yote hayo, wewe fanya kujishusha tu, usijikweze hata siku moja. Hayo yalikuwa ni mawazo yangu, na wote tuliketi na kupata chakula cha usiku pamoja. Na kwa muda wote huo palikuwa na amani tele, mpaka pale bi mkubwa alipoanzisha mazungumzo huku akimwangalia Jamali. Akamwambia, ni lini mtaniletea mjukuu? Na kama mke wako ni mgumba, basi inabidi uoe mke mwingine haraka sana. Nina rafiki yangu mmoja ana binti mzuri sana, naamini yule atatuzalia watoto wengi. Vipi kama nikimleta yule binti? Hayo yalikuwa ni maneno ya bi mkubwa. Je, unajua Jamali atajibu nini? Usikose kuungana nami kwenye sehemu ijayo ya simulizi hii.